mstari wa 5:1. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu. Hapo. Amen. Wafilisti walikuwa wamefanya nini? Wamelichukua sanduku la Mungu. Wamechukua nini? Sanduku la Mungu. La Mungu. Jamaa ifaje uli? Yaani mtu kaja madhabahuni akabeba nini? Sanduku la Mungu. Sanduku la Mungu. Nikwambie, wachawi, waganga, washirikina wanaokunuia mabaya hawaogopi wenzao. Unaelewa ninachokisema? Mafilisti yameingia madhabahuni yakabeba nini? Sanduku la Mungu. Na unaposikia sanduku la Mungu, Waisraeli kwa nini waliliweka tangu Musa kaondoka mpaka Samueli anakuja? Wameliweka sanduku la Mungu. Lilikuwa kwanza lina agano la Mungu, lakini pia ndio ilikuwa na nguvu ya Mungu. Muulize Uza, alinyosha kidole hivi akafa. Alikuwa anataka tu kulidaka sanduku. Yaani anataka kulisaidia sanduku lisifanye nini? Lisidondoke. Lakini wakati analidaka na kifo hapo hapo. Mafilisti yamekuja yakachukua. Alafu akaenda kuweka hapo. Kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti walichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni. Wakaliweka karibu na Dagoni. Wamechukua sanduku la Mungu, yani Mungu yule sasa. Jehova, Yesu, sanduku lake. Hivyo mwae kusafiri afu watu wakaiba begi lako. Umewahi kuwa safarini afu watu wameiba begi lako ndio lina vitu vyako. Laptop nini watu wamebeba. Wameondokana. Ni Wafilisti walivyowafanyia wenzao Israeli. Sanduku na sadaka. Wamebeba. Wakaenda kuweka kwenye nyumba ya Mungu wao. Wameweka wapi? Mungu wao anaitwa nani? Dagoni. Anaitwa nani? Dagoni. Sasa hapo kuna mchuano. Na leo nataka tujue nani Mungu wa kweli. Amen. Maana wameweka nyumba hii. Wameweka nyumba hii. Na utakayesikia kashinda ndio awe Mungu wako. Hapo kuna Dagoni na kuna Mungu. Alafu Mungu hajaja mwenyewe. Mungu limepelekwa nini? Sanduku lake. Yeye mwenyewe anafanya nini? Hajaja. Hapo ni wewe tu mtoto wa Mungu ndio umeshatangulia. Hao wachawi wanahanya hapo. Wasema hivi ukafuata nini kwenye kijiji chetu? Ukafuata nini nyumbani kwetu? Watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili. Kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi. Kifudifudi ndio vipi? Can show me. How is it kifudifudi? If imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Sikia nikwambie. Dagoni ni sanamu. Ni Mungu wao ila kasimama tu hivi. Unaona sanduku lililokuja kuwekwa, sijui liliwekwa pembeni, sijui liliwekwa wapi. Akatoka pale na usanamu wake, akapata uhai. Akajua huyu ni Mungu wa vyote. Akasogea, akaenda, akainama, akasujudu. Na watu wa Ashdodi wasijue kwamba hapa tayari kuna kitu ambacho hatukielewi. Kama sanamu limetoka na likatembea mpaka pale lilipo sanduku, alafu akasujudu. Sijui ulikuwa na akili gani? Watu wa Ashdodi asubuhi wakakuta kafanya nini? Kapiga magoti, twende. Hata walipoamka kesho yake asubuhi. Kesho yake tena Anguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Na kichwa chake Dagoni na vitanga vyake mikono yake vyote viwili vimekatika. Ndipo vimelala kizingitini. Si walimsimamisha tena? Wanasema inawezekana upepo wa kisulisuli. Inawezekana ni wakati mwingine mimi nakwambia wanalifanyaga tu vizuri. Lakini Mungu anawakomesha na chapa fimbo. Usiguse mtoto wangu. Anachapa siku ya kwanza. Wanasema labda tutajaribu tena kesho. Lakini hawajui Mungu ana mpango gani. Kipigo cha leo kesho kitaongezeka. Wao kufuatilia leo. Kesho Mungu akiamua kupiga na piga mara mbili. Amepiga mara ngapi? Mara ngapi? Mara ngapi? Mara ya kwanza kadondoka.
Wakasema msimamisheni. Msimamisheni. Labda ni bahati mbaya wakamsimamisha. Na mara ya pili alipodondoka, kichwa kata. Sio nani alikuwa anakata yule. Ando malaika tunataka waje kanisani kwetu. Ambao wenye vichwa vya vimbuli wakatwe vichwa vyao. Vitanga vya chuma ulete vikatwe. Maana kuna vitanga vingine hata ukisalimiana nacho kimeiba baraka yako. Kuna vitanga vingine ukianzisha tu biashara, kikija na hela yake kinachuma ulete. Na kwambia upanga wa Bwana uliokata Mungu wa Shironi, utakata vitanga vyao. Amesema hivi, kakatwa kichwa na cha pili kakatwa nini? Vitanga. Vitingiti vimelala chini. Na Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Huyu Mungu tunayemtumikia, yani anapiga mpaka masalamu. Yeye kinachokatiza mbele yake huwa anakifundisha adabu. Kinapumua, kipumui. Yaani yeye huwa ni kushughulika. Yaani kwamba wamekata kichwa na kimebaki kiwiliwili. Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi. Akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani kwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakawatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti. Wakasema, tulifanyieje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gathi. Unaona? Yaani kwamba mkono wa Mungu ukawa mzito kwenye hilo eneo. Wakipanda mchicha unakufa. Wakifuga kuku, maana kwamba Mungu aliyomtegemea amekatwa vitanga na kichwa kimefanya nini? Kimekatwa. Na bado kile alichokuwa anakifanya kilikuwa hakifanikiwi. Sasa mambo yalivyokuwa magumu, wakasema hivi, jamani, huu mkono umekuwa mzito. Wale waliokuwa wamefuata wengine wakasema, kama mambo hayo yamewashinda nyinyi, baki nalo kama mwezi, irudisheni kwa wenyewe. Kama mwezi fanye nini? Rudisheni kwa wenyewe. Nazungumza kwa aliyeiba cha kwako. Mwambie jirani yako, aliyeiba cha kwangu. Aliyeiba cha kwangu. Mkono wa Mungu utakuwa juu yake. Utakuwa juu yake. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa unajua kwamba sijaibiwa, mbona gani? Kuna watu hapo wanaota ndoto. Wanaibiwa. Yaani mwizi anaingia ndani, anaiba, asubuhi anaamka anasema, "Kumbe ni ndoto." Sio ndoto. Ni Mfilisti yule kaja kuiba sanduku la Bwana. Amen. Sasa mkono wa Bwana utakuwa juu yake. Mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu. Lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa, hivyo mtapona. Tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu. Ndipo amina. Ile sanduku lilivyokaa pale, wakabidi waulizane. Muulize jirani yako, umewahi kujiuliza tabu unayopitia? Umewahi kujiuliza kichwani kwako? Anasemaje? Muulize tena, umewahi kujiuliza? Hawa jamaa wamejiuliza, jamani, mkono wa Mungu tunaona umekuwa mkubwa sana. Si ndio? Na tumeiba sanduku lile, hawajapewa. Walifanya nini? Wameiba. Kuna mtu ameiba baraka yako, haujamwambia achukue, ameiba. Alikuja dukani kwako akafanya chumolete. Alikuja kwenye biashara yako akafanya chumolete. Usiku watoto wako walipolala aliiba akili zao. Usiku ulipolala aliiba destiny yako. Usiku ulipolala aliiba kile ambacho Mungu aliweka. Haukumwambia achukue. Sasa sikia adhabu yao watu kama hao. Biblia inasema hivi. Walipowaita wakasema, jamani, mnaporudisha baraka, mnaporudisha hilo sanduku, sema, wanaporudisha baraka zangu. Wanaporudisha baraka zangu. Peke nini? Sema Yesu ni Bwana.
Mwambie tena tuko na Yesu. Sasa hawawezi kukubali kuanzia huyo mchungaji wako na wewe, lazima tupambane. Maana maandiko yanasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme unatekwa na wenye nguvu ndio wanateka, cheo kinatekwa na wenye nguvu ndio wanaoteka, promotion inatekwa na wenye nguvu ndio wanaoteka. Usishangae biashara yako inaenda kukua kwa jina la Yesu. Unaenda kuongezeka kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kuongezea maarifa kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Kuna mtu Mungu tayari ameshawasha ile light. Amewasha ile taa. Kama atakako kuwa anakwenda hakuna giza tena. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Mungu katika giza aliamuru nuru iwepo. Na leo kwenye giza tunaamuru nuru